hata mahali ambapo unajua unahitaji kuongea Kiswahili, ili wale watu walioko pale labda wanaweza wakawa hawaelewi Kiingereza na wakaweza kukusaidia vizuri. Lakini watu wengi wanakuambia Kiswahili yani hakiteremki haraka haraka. Umeshaelewa? Hakiteremki haraka haraka. Sasa nyingine mtu ukiongea ukiwa unachanganya na Kiingereza, unakuta Kiingereza maneno ya Kiingereza yanakuja haraka. Watu hili maneno yake hayajitoshelezi. Sijui wewe unaliongeleaje? Kwa nini unapendelea zaidi hivyo? Unajua nini, mimi nafikiri hii ni kasumba ndio, lakini ni kasumba ambayo imetokana na ukoloni, si ndio? Kwa sababu wale watu ambao waliweza kwenda shule katika historia walisoma wakajua Kiingereza. Wale ambao walishia darasa la 4 hawakufahamu Kiswahili, hawakufahamu Kiingereza. Kwa nafikiri imeanzia hapo. Lakini pia ukiangalia mfano unajua Waingereza walitafsiri kazi nyingi za Kiingereza kwenda kwenye Kiswahili ili kuwe kuna kazi za kusoma katika lugha hiyo. Kwa mfano kama hizo hadithi za Mfalme Sulemani nini zilitafsiriwa. Na utaona kwamba watu ambao walichukuliwa kutafsiri ilikuwa ni wale ambao walikwenda shule, walikuwa kama ni clerks. Kwa hivyo kuna tofauti ya watu ambao wanajua lugha na ambao hawajui lugha. Lakini kulikuwa pia kuna wazungu ambao wanatafsiri, mfano wale ambao walitafsiri Biblia. Na ukitazama wao walikuwa wanasema kwamba hii lugha ya Kiswahili haijitoshelezi. Kama kuna huyu mmoja nakumbuka kwenye Church Mission Society ameandika akasema kwamba alikuwa anajaribu kutafsiri kwamba Mungu amekaa kwenye kiti cha enzi, lakini yeye hakufahamu kiti cha enzi. Akasema kwamba hawa watu wa Swahili wana neno moja tu la crown ambacho ni kiti, au wanafahamu kigoda, hawajui zaidi ya hapo. Kwa hivyo mimi sitaki kuambia kwamba hawezi kuelewa kwamba Mungu yupo kwenye crown, wanafikiri tu yupo kwenye kigoda au kwenye kiti. Kwa hivyo walikuwa na maneno kama haya ya kuonesha kwamba Kiswahili hakijitoshelezi. Na nafikiri ndio maana alipochukua tu nchi Nyerere pale akamtafsiri Shakespeare kwenye Kiswahili kuonesha kwamba hii si kweli. Tunaweza kumbeba Shakespeare, kwa hivyo mnatuambia nini nyinyi? Nafikiri katika historia hilo ni jambo moja tunaweza tukaongelea kwa muda mrefu tukitaka. Lakini sasa hivi ukweli ni kwamba Caesar ipo kwenye Kiswahili, The Merchant of Venice ipo kwenye Kiswahili, Macbeth zote zimetafsiriwa miaka ya 60, 69, 71. So Kiswahili kinajitosheleza, yani kimeweza kumbeba Shakespeare. Kwa hivyo unatuambia hii okay, si kweli. Lakini nitaka kusema kitu gani? Sasa hivi halafu nafikiri kwamba mfumo mzima wa elimu sasa hivi Tanzania, ambapo mtu ambaye hajiwezi ndio anayebaki kwenye shule ya serikali ambaye anafundisha kwa Kiswahili, na nafikiri kumekuwa kuna mzozo kuhusu walimu wana kiwango gani cha elimu pia, na yule ambaye anajiweza